Guys, mambo. Ukiangalia hizi vidole zangu, zinatoshana? Hazitoshani. Na hivi ndivyo maisha iko. Tumezaliwa tofauti sana. Kila mtu ako na background ametoka ndani. Kuna watu wamezaliwa kwao wako na kila kitu. Kuna mwingine amezaliwa kwao hawana chochote. Hatutoshani kabisa kabisa. Mkiniona hapa, unaweza niona hivi kwa mitandao vile nang'ara hivi. Lakini haujui story yangu. Kuna watu saizi nikasimama, maybe nianze kuzungumza story yangu. Wanaweza lia sana. Just because I am looking good, it does not mean that I'm living the best of my life. No. Niko na mzigo ambao uko kwa mgongo wangu, ambao ninabeba. Na si lazima nikuje hapa nishinde nikiwaambia, I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this. No. Najaribu kusema nini? Recently, kumekuwa na videos zina trend online because of a certain lady ambaye alipass. May her soul rest in peace. Now, watu wameteka advantage ya huyo dem just because someone alienda kwa kina yule msichana na sijui kukakuwa exposed and everything. Now, you people, you don't even know the story behind that lady. Hamjui maisha ya yule msichana, hamjui hata huko kwao venye kunaenda. You don't know anything. But just because mumeona a picture of how their home looks like, mumekuja hapa, mumeanza kutusi sasa kila mtu. Right now mnatusi wasichana. Kwanza wasichana wetu wa Luya. Si mumewatukana jamani. Venye hao kazi yao ni kutingiza tu nyasho sijui huko town na hawashughulikii kwao nyumbani. Sijui nini. Yani I'm thinking let me tell you something. Do you know that most of these ladies, to be honest, because I know a few of them, hawa wasichana wanafanya kazi za nyumba na nataka watu wana reason. Sitaki tu watu wanaongea tu just because they want to talk. No. Nataka watu wana reason na mimi. Most of these ladies ni house helps. Hawa wasichana mind you, wanalipwa only 8,000. Another thing about these ladies, watu wengi wao, kuna wengine, sisemi wote, but a few of them hata hawakusoma. Wengi wali drop out wa class 8, wengine maybe walimaliza tu high school, mtu hana hata one certificate peke yake. Hajafanya hata kosi yoyote. Na hali ya nyumbani ndiyo ilifanya, si ati ni kupenda kwake. Most of them hata ile hali situation ya home ilimfanya, akapatana na boyfriend, akamtongoza, akaingia box, akashika mimba, akazaa. As we speak, most of these girls mnaona, wenye mnaongelelea hao, they are single mothers. Mwingine hata kuna mtoto mmoja, kuna yule akona wawili. Na ndio akuje Nairobi, hakuna mtu atakubali msichana wa kazi akuje Nairobi aanze kuishi na yeye kwa nyumba yake na watoto wake ama na mtoto wake. So, most of these ladies kuna wale wako na wazazi nyumbani, wanaachia watoto wao wazazi. Ndio wakuje Nairobi watafute. And that is because nyumbani maybe mama ako tu, wanategemea maybe ukulima na sometimes hata yani wako tu. Sijui kama mnanielewa. So, this girl gets 8,000 shillings. Remember, ameacha mtoto wake ama watoto wake nyumbani. Some of them were married, but wakatoka kwa ndoa zao. Because ya mambo ambazo nyinyi mnajua watu wa ndoa hupitia. Okay? So, 8,000. Lazima atumie mama nyumbani kila mwezi. Vile mama atachunga watoto, vile mama pia atakula hapo, ama wazazi, lazima wakule hapo. Yeye anafaa kuchunga venye watoto wake watakula. Watoto maybe wako shule wanasoma school fees, kama unajua watoto wa nursery lazima walipe school fees. Do you guys know? Niambie, surely 8,000. Hiyo pesa utaweza kulisha watoto, urudi tena ulishe wazazi, urudi tena ujengee wazazi nyumba. That is kama maybe kwao, most of them obvious kwao background zao si nzuri, bado wajenge manyumba jamani. And as you can see, most of these ladies si wakubwa. These are girls age 25 and below. Kuanzia tu 16, 17 hapo mpaka 25. Si wakubwa. Mbona tunawatusi? Mbona tunawahukumu? Mbona tunawajudge? You don't even know the story behind this girl. But all you can do is come here online na unawatukana, sijui na unafanya nini surely. My dear, just because you're blessed, just because umezaliwa kwa familia ambayo iko na kila kitu, haimaanishi kwamba kila mtu ako hivyo. Please, kuna watu wanapitia maisha ngumu, my friend.
Kuna watu wako na maisha zingine hata wakiwaambia, sasa mbona mnawatusi ati juu sasa mtaki wang'are, watembee uchi just because wajajenga kwao, watembee uchi sasa. Honestly, watembee uchi. Huh? Do you even know hata hizo nguo wanang'arianga? Imagine nyinyi watu, unajua nyinyi mnaonanga watu online, mnafikiria watu tunavaa nguo za mamilioni. Do you know tunaendanga Gikomba tunachagua matop za 50-50. Just because mtu ako na macho mzuri ya kuchagua vitu smart, haimaanishi eti sasa mtu ako na pesa. No. Na sasa mtu come on guys, can we just be fair? Honestly, stop harassing these girls. They're just trying. Na kila mtu anakuanga na time yake. A time will come. A time will come na watafanya hizo vitu zote mnataka wafanye. Stop pushing. You're being too hard on these girls. Honestly, no. That is not how we do it. Najua kuna wenye mtani judge, kuna wenye watasema oh Shanini nyenye, ongeeni tu. I don't care by the way. Mimi na nyinyi just because kwenyu mko na kila kitu haimaanishi watu tuko na story. Mimi kwanza personally nikawapea story yangu mnaweza lia. Do you know kuna some of us hata hatuna nyumbani, like totally we don't have a home. Sisi ni watu tumeishi town miaka yetu yote. Na ni because there is a very big reason behind it. Some of us tulikuwa displaced. Some of us wazazi wetu walizaliwa kwa zile familia ambazo ni polygamous, and kuna a lot of issues behind it. Some of our parents walifukuzwa, walitaka hata kukufa because of mambo na mashamba, wakatoroka. Na as you know, most of our parents wakitamba hata masomo hawako wanasoma. Very few are learned. Some of our parents wako tu wanafanya hizi manual jobs, tu normal jobs. Some of us don't even have a home completely. Sasa mkijua sina tunang'ara hivi, si mtatuua. Yawa. Can we just normalize, not judging people? Sijapenda by the way. I'm so mad. Wacheni kutusi watu, wacheni kujudge watu. Let people be, let people live their life, please. That is too much, guys. Easy. Mira nasikia vibaya by the way. I'm so mad, guys. Atutoshani by the way. If you have everything, thank God. Thank God. Kama wewe uko na kila kitu, wachana na watu wenye hawana, wachana na watu waishi maisha yao vile wanataka. Please. I beg you in the name of God. It's too much na imetosha. Wacheni kutusi hawa wasichana, wacheni no. Please, I'm out.